Kwa nini? Kwa nini wanalipuka majini? Majini yanatoka wapi? Wanalipuka majini kutoka wapi? Hakuna Kristo anapaswa kulipuka majini. Hakuna. Lakini wanapolipuka majini, falme hazikai mbili. Kuna ufalme wa adui uliopata nguvu. Ufalme wa Mungu hauko. Maana iwapo nina ufalme wa Mungu, niko na Kristo moyoni, shetani hayuko. Siwezi kuwa na shetani na nikawa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu akikaa katika moyo, unamwamini, umefungua moyo, ameingia. Akiingia patia keti atulie, awe mfalme katika moyo wako. Sasa Yesu aanze kukuongoza katika mambo ya ufalme, na hapo ndipo utaona kama ulikuwa na utumwa na Bwana Yesu, anaanza kuitia nguvu, anaanza kuifanikisha, anaanza kukuheshimisha. Hata kama ulikuwa hujasoma darasa hata moja, na mfalme wa wafalme yako ndani yako, heshima yako atakuinua kiwango hata unajua kama kusoma wewe. Aliinua Petro mpaka watu wakasema, Petro na hajasoma, anatoa wapi hekima? Tunafikiri hekima inapatikana kwa watu wako na PhD. Hekima inapatikana na watu ambao wako na diploma. Kuna hekima ya kimungu inaweza kaa ndani ya mtu wa Mungu hata kama hajasoma elimu ya dunia. Ana hekima ya kimungu ambayo inapita watu wa dunia, inapita watu wako na diploma, kwa sababu mfalme ako ndani. Mfalme wa wafalme ako ndani. Unakuwa si mtu wa kawaida, lakini hakikisha Yesu yuko ndani ya moyo wako. Katika mambo yale mengine yote, kifika jioni, kwa mfano, ninayesoma ameniacha, ukiamka kama Yesu ameondoka, kama yupo, mwambie niongoze katika siku ya leo. Kifika jioni, confirm. Pasipo kuconfirm kama yupo, Bwana Yesu asifiwe, utapata Yesu aliondoka akakuacha empty. Unajua siku hizi Wakristo wanajifariji na ndimi raba kata rama mama. Bwana asifiwe. Nasema confirm kama mfalme yupo. Ndimi inaweza baki na unaweza kuwa unanena hewani bila Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Lakini kama Roho wa Mungu, Roho wa Kristo yupo, maisha yako yako sawa rohoni. Bwana asifiwe. Watu wanaweza kosa kuelewa, lakini kama Roho wa Mungu yuko. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tuangalie kitabu kingine cha Wakorintho 13 mstari wa 5. Wakorintho wa pili, kuna neno limeandikwa pale ambao nikipenda pate kulisoma, pate kujua Mungu anasema nini. Wakorintho wa pili 13 mstari wa 5. Jijaribuni wenyewe kwamba mmekuwa katika imani. Ithibitisheni wenyewe. Hebu jijaribu kwanza. Jaribu kama ulikuwa katika Mungu umeongezeka, katika maarifa ya Mungu umeongezeka, katika kumjua Mungu umeongezeka. Anza kujijaribu. Vile ambavyo ulianza mambo ya Mungu na sasa umefika kiwango gani? Unaanza kujijaribu. Unaanza kupractice kufanya mambo ambayo mwanzo ulipoanza imani ya Kristo ulikuwa unaanza tu hapo. Na pia wachungaji, hata mtu akija na kanza, hebu jaribu kama imani yako inaweza ondoa mlima. Apia kanza hauna mamlaka juu ya mtu huyu, maana mtu huyu alifiwa na Yesu pale msalabani, na kwa damu ya Yesu ulipona. Sasa unatoka wapi? Hebu jaribu imani yako. Amen. Thibitisha kama Bwana Yesu, na utadhibitisha iwapo zile kazi Yesu alifanya unazifanya. Injili ambayo Yesu alifundisha umeishika na unafundisha. Lengo ni kushika na kufundisha.
ni kwa muda. Lengo la Mungu si uwe mshirika. Lengo la Mungu ni ufanyike mtumishi. Lakini lazima uwe mwanafunzi. Kwa wakati ufundishwe. Ukishafika tunakutarajia uwe pasta mahali. Tunatarajia ukahubiri injili mahali. Na hiyo ndio lengo la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tujithibitishe wenyewe. Au hamjui wenyewe kwamba Yesu Kristo yu ndani yenu, isipokuwa mmekataliwa. Akiingia ndani yako utaona kuna kukataliwa. Bwana asifiwe. Watu wanakusema sema sasa. Kwa sababu kuna kitu cha tofauti. Bwana asifiwe. Uko na spirit ambayo si ya dunia. Uko duniani lakini spirit ambayo umebeba si ya dunia. Bwana asifiwe. Anasema hamjui kwamba Yesu Kristo yuko ndani yenu. Mbeba mfalme, wakati ulifungua mlango wa moyo wako, huyu mfalme akaingia, na wakati mfalme aliingia akajitengenezea makao, akatengeneza ufalme wa baba yake ndani ya moyo wako. Sasa unatembea na Yesu, lazima udhibitishe Yesu ni naye. Kama unaenda kumtafuta Yesu, rudi katika toba, rudi kwa watumishi wa Bwana, wekelea mikono mwambie tena, yule Yesu atarudi, maana bado si wakati wa hukumu, atakuja tena. Bwana asifiwe. Wekelea tena sababu, maana kuna watu wengi, niseme hivi, walitupa msalaba na wanaendelea na njia msalaba. Kuna vitu viwili, unataka unifuata na nifuate, ajitwike msalaba wake. Hapa kuna njia ya msalaba na kuna kubeba msalaba alafu kumfuata Yesu. Kuna watu wanabeba msalaba, anapitia mambo mapito sana mazito, anaweka msalaba. Sema msalaba ndio anazuia msifuate Yesu. Anaweka msalaba chini alafu anamfuata Yesu. Na Yesu ataangalia msalaba. Tutakapofika katika ufalme, ataangalia msalaba. Na ndani ya msalaba ndio kulikuwa na neno la ukombozi. Huwezi kuliweka neno kando ndio useme hata niende. Itaonekana ndio katika safari ya wale ambao wanaenda mbinguni na wameweka msalaba. Lazima uweke hilo neno. Hilo neno msalaba lazima. Hata kama unapitia nini, hata kama utakataliwa. Bado lazima tumekataliwa. Tulikataliwa kwa nini? Sio sisi tunakataliwa. Ni Yesu aliye ndani yetu anakataliwa. Kwa sababu hawezi kubarika dunia hii. Sasa akikataliwa na wewe ndio unabeba, na wewe utakataliwa pamoja naye. Ndipo tunakataliwa, tunachukiwa. Hatuchukiwi kwa sababu tunapaswa kuchukiwa. Tunachukiwa kwa sababu tumebeba Mungu wa kweli. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema tutachukiwa na watu wote. Chani nioshe maelezo yake. Bwana asifiwe. Si watu wote. Wale watu wote niandiko pale na wale hawajaokoka. Sipaswi kukuchukia. Mimi nasema tupendane sisi kwa sisi. Sipaswi kukuchukia kama uko na Mungu na mimi niko na Mungu. Hebu sichukue ile andiko sema tumeambiwa tuchukie kila mtu. Wenye wanatuchukia ni wale wamebeba roho ya dunia. Sisi ambao tuna Roho Mtakatifu, sisi ambao tumebeba Yesu, sisi hatupaswi kuchukiana. Sisi tunapaswa kupendana. Maana Mungu wetu ni upendo, na upendo lazima tuonyeshane. Hii ni ishara nyingine inayoonyesha uko na Yesu moyoni. Kutokuwa na chuki. Kutokuwa na chuki na wale watu wameokoka kama wewe. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kutokuwa na chuki na mtu ambaye ni Mkristo kama wewe. Kutokuwa na chuki na mchungaji ambaye unajua huyu ni mtumishi wa Mungu kweli. Una chuki naye. Ukimwona unaona huyu ni wakili wa Kristo. Huyu ni mtumishi. Bwana Yesu asifiwe. Na ameitwa kwa sababu ya kazi ya Mungu maeneo fulani. Ameitwa kwa sababu ya kuinua mwili wa Kristo. Kwa sababu ya kujenga mwili wa Kristo. Mwili wa Kristo una sehemu kubwa sana ambayo haijakamilika. Bwana Yesu asifiwe. Namalizia nikisema nini? Wewe mtu wa Mungu ambaye Mungu amekuamini na akakuokoa. Bwana Yesu asifiwe. Ulikuwa na kusudi la Mungu kukuokoa. Mungu anataka kututawala. Hiyo ndio lengo kuu la Mungu. Atawala moyo wako. Maana asipotawala tutakuwa na shetani. Ndipo anasema ukifungua utakuja pekani. Kwa nini asema nitakuja
nitakuja nimsalimie mtu niende. Hataki kwenda. Hataka kufanya hiyo nyumba ni makao yake ya milele. Amen. Na shetani anaibaga mioyo ya watu, ndio hata shetani anajenga ufalme wake ndani ya watu. Ndio spirit ya kishetani kwa ndani ya mtu. Huyu mtu hawezi enda katika uzima wa milele kwa sababu hana Roho Mtakatifu.